permanent event. Sikuwa na mpango. Lakini najikuta tu naanza kujiuliza hivi upasa na hivi jasho jamani na kitabu chake. Sasa ya mazoezi haikuwa mpango. Walikuwa wanakuja kusoma Biblia, unakuja kubarikiwa, lakini kuna kitu ndani yako. Kuna nguvu ndani yako. Hata nguvu tunakaita asili ya dhambi. Kwamba wanadamu tumezaliwa na asili ambayo inatukimbiza kutenda maovu na ina nguvu kuliko hata tunavyotamani. Tunatamani kuwa watu wema, tunatamani kuwa watu bora, lakini tumeuzwa chini ya mamlaka ya Shetani, na anatawala mpaka akili na hisia zetu anazikimbiza kwenye mabaya. Baba yako ni nani? Mgeukie jirani yako, unajua hajajibu ile swali. Na hubiri nakaribia kufika mwisho na hajajibu. Muulize, baba yako ni nani? Amekwambia nani? Shetani. Basi turahisishe swali, maana haya, mgeukie yule jirani mwingine. Mwambie uko chini ya mamlaka ya nani? Mfalme wako ni nani? Amekwambia aje? Shetani. Jamani, na mafungu yote haya yamegoma. Tumeuzwa chini ya dhambi na Adamu. Tumeingizwa katika hali ya dhambi, inatawala mioyo yetu. Tumepinda kuelekea dhambi, lakini tumaini lenye baraka. Haleluya! Nimewaumiza na kutosha. Sasa twende kwenye tumaini lenye baraka. Hebu simnipe dakika 10 niwape tumaini lenye baraka. Wewe ulipo kituoni mwambie sasa mtirani yako ni dakika 10 ndege inatua. Sikia tumaini lenye baraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Hamjalipata hilo? Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 45. Hilo hamjalielewa. Wakorintho wa kwanza 15:45. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alituangusha katika dhambi, lakini Biblia inasema yupo Adamu mwingine, na huyu Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Bado Wakorintho wa kwanza 15:47. Wakorintho wa kwanza tumaini lenye baraka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, maana tulisoma jana ametoka kwenye mavumbi ya ardhi, ni wa udongo tu yule Adamu alianguka. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bado wanatoka wanachelewa kuelewa. Mgeukie jirani yako, mwambie yupo Adamu wa pili. Mwambie yupo Adamu wa pili. Haleluya! Warumi sura ya 5 tumaini lenye baraka. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti iliwatawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Yaani mmoja ametuingiza dhambini, mmoja ametuingiza kwenye kifo. Adamu wa kwanza ametuletea shida, Adamu wa kwanza ametuletea dhambi, lakini tumaini lenye baraka linasema kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, tutaishi na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Haleluya! Lipo tumaini lenye baraka. Fungu la 18 Warumi sura ya 5. Basi tena kama kwa kosa moja
watu wote walihukumiwa adhabu. Kadhalika kwa tendo moja la haki, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa moja tuliingizwa kwenye dhambi, lakini ashukuriwe Mungu, kwa moja tunaingizwa kwenye uzima. Haleluya! Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Tumesema kwa kuasi Adamu wote tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi. Sikia, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa nini usiseme amina? Unajua ndio maana kitabu cha Ufunuo milele. Sasa nilisoma kitabu cha Ufunuo nikapata shida kidogo. Nikasoma pale sura ya 4 pale ya 5, nikaona kuna wazee 24 tu ndio wameketi wanazunguka kiti cha enzi cha Mungu. Nikasema hapa tumepigwa. Yaani wanaokolewa 24 tu. Ushahidi uliopo ni watu 24. Nikijihesabu baba yangu kashanipita, mama kashanipita, mimi ni mtoto wa mchungaji pike. Sisi ni wachache tuliochaguliwa, mimi single zangu wanaelewa. Wale wameshatupiga. Na wale walikuwa wazee wa imani. Mimi babu yangu pia mchungaji, nikagundua hapo 24, nikapiga hesabu nikaona sitoboi. Nikasonga mbele kidogo. Ufunuo ikaniambia wako 144,000. Laki na 44,000 walionekana mbinguni. Nikasema laki na 44. Laki na 44. Hapa Southern Tanzania Union tuko 294. Lakini walioonekana ni laki na 44. Piga hesabu haraka, nikaona wainjilisi tu wa vitabu ni zaidi ya laki na 44. Duniani kote nikagundua hapa sitoboi. Nilipofika Ufunuo sura ya 7, ndio nikaambiwa ilionekana namba kubwa isiyohesabika, ambayo hakuna mwanadamu yoyote angeweza kuhesabu. Wameketi kwenye ufalme wa Mungu. Nikasema kama siingii kwa 24, sawa. Kama siingii kwa laki na 44, sawa. Lakini kwenye hiyo namba ya walio wengi, na mimi nimo kupitia Yesu Kristo. Haleluya! Yes! Lipo tumaini lenye baraka. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua.